So, hello guys, how are you? My name is Mwangi Mwaneki. I am the host of Mind and Mike podcast. I hope mko sawa. Pia sisi tuko sawa, and today I'm bringing you a very new episode. Na by the way, tuna change zile siku tulikuwa tunapatana, zilikuwanga Wednesdays and Fridays. Sasa tutakuwa tunapatana every Monday and Friday. Hapo katikati tutafikiria tutaweka nini. Lakini siku ya leo tuko na a very interesting show juu leo niko na a content creator mwenye anakuanga huko online, huwa anatujangamsha, anafanyanga content zake za comedy, na si comedy peke yake, anafanyanga pia show zingine. Kuna show inaitwa Historia si Historia na zingine mingi. Atatuambia siku ya leo. Nataka atuambie jina yake, anafanyanga nini, lakini sana sana nataka tuelewe ni challenges gani our content creators wanapitia moso wenye wanaanza. Yeye ameanza, lakini atatuambia zile challenges watu wanapitia. Namba 2, atatuambia zile lessons amesoma. Ndo kwa wale content creators mnaanza, msikie vile mtadili na hii situation. So tuanze na jina yako, unaitwa nani na unafanyanga nini? Kwa majina ni Siafu 10. Hiyo ndo majina ya kuact ama acting. But official name ni Peter Theuri Wangeci. Yeah. Okay, tuanze na Siafu. Ulikujaje na hii jina Siafu? First of all, jina Siafu ili come through. Kuna wakati nilikuwa nasikiza sana wabongo. So nikakam kurealize wabongo wengi sana sana hao wasanii wanajiita hizo majina za kiunyama just to make something in their industry, like branding their name. Sasa nikaona hata mimi nikiweza kama na jina kama hiyo, naweza kuwa tu naweza brand jina yangu ikuwe somehow mtu akisikia inakuwa ina attract sana, mtu anashindwa huyu ni mtu nasikia anaitwa Siafu. So unaona hiyo kitu inakuwa catchy sana. Kuna wale kina Chui Simba. Naam. So Siafu, kianza hii content creation ulianza kwa wapi? Nilianza content yangu tu kama jokes. So first of all nilikuwa Memroad. So unajua Memroad kazi yako tu ni kupost memes. Yeah. So nikaona nina make wase wengi wanabambika. Kuna msee aliniambia why not? Kwa nini usianze content through unajirecord kama video? Sasa acha kuiweka ikiwa kama post kwa FB. Anza sasa kama kuishoot kwa kama video. Na hapo ndo nikasema juu niko na smartphone, kwa nini nisianze kushoot hizo memes sasa ikiwa kama video, na nikashoot kadhaa. Hata ukiingia kwa TikTok yangu unaweza zipata, na nikapata zinafurahisha watu wanabambika. Nikisoma hizo feedbacks ni vitu iko interesting. Yeah. Na ushaipatana na negative comments kwa hizo? Ukianza ulipatana na negative comments ukafeel ni kama hautaki kuenda mbele? Nishaipatana nazo. Unapata msee amecomment anakuambia ni kwani hauna kazi nyingine unaweza fanya. Mwingine anakuambia tumechoka na hiyo upuzi yako. Mwingine anasema sijui quality ya hiyo video yenye umeshoot si safi. Sasa hiyo unajua wakati huo hatuna hiyo knowledge ya writing, process za kushoot. So unapata wase wengi wanatuma hizo negative feedbacks. Na after sasa umeenda ukianza ukajua contents, ukajua vile, but before that tumesema hizo negative comments. So hizo negative comments umekuwa ukideal nazo aje? Kwangu nilikuwa tu kitu negative, mi kwangu nilikuwa na treat kama positive. Juu unaona kwa mtu yote mwenye anataka kugrow, first of all you have to deal with the negative feedbacks, so that you can know where your mistake is. By identifying that, you come to realize where to adjust, where to improve. Venye utadili na vitu kama hizo. Na sasa tukiingia kwa content, sasa hii nimesema uko na shows kadhaa. Uko na shows ngapi so far? Kujua kuna ile najua Historia si Historia, pengine kuna zingine. So far napiga saa hii na focus na Historia na comedy. Though kuna zingine nilikuwa nataka kustart za like wakulima sana. Kuna hiyo ya sports, mini sportsman. So but saa hii na focus na Historia na comedy peke yake juu ya time. So kwa comedy nayo umelearn nini, ama umekuwa ukifanya hiyo ndo umekuwa ukifanya for long? That is from 2020. Hiyo ni 6 years. Hii mwaka ikiisha. Historia nayo ulianza vipi, na nini ilikuinspire uanze kufanya Historia si Historia?
Historia nilikam nayo 2025 last year I think. Yeah. So nikaamua kuna mabeshte zangu akinya Jonato pale akinya Deno. So wakati tumechila hapa, wakati tumejoin tu campus, wakati tunaenda tu kuchila utu huko nje, nikaanza kuwauliza, na by the way, si kila mtu anakuanga na historia yake. Kwa nini tusianze kuzipeana sasa? Watu at least mtu aran kutoka kwa historia ya msee. Na hapo ndo nilianza kurekodi hizo vitu, nikaanza kuambia kila mtu lazima uniambie historia yako juu kwa hii life kuna kitu lazima umeran, kuna kitu umepitia. Alafu kitu ilikuwa inani inspire mostly kwa hiyo historia. Kama mimi nimepitia mengi ndo nifike hapa. So unaona nataka tena watu waji express through my platform. Pia watu wa run kutokana na wasi feel like ni hao tu wanapitia hizo challenges. Pia waone kuna wengine but they can overcome them. Yeah. Okay, so far kwa hiyo historia si historia, umelearn nini kutoka kwa watu, hizo stories zao zenye wanapatiana? Unajua ni si kwa watu wengine tu wenye wanakuanga inspired, pia wewe mwenyewe unakuanga inspired. Umesoma nini kutoka kwao? Kwangu nime come to learn that people are facing challenges, people are going through a lot, but when you share your story with other people, you now learn that you can overcome the situations. Juu pia wakati uko na shida unapitia, mwingine akwambia anapitia kama hiyo, mkishare mnaweza come na solution. So hiyo I think nimeran vitu mingi. Wakati unaweza learn, wakati una feel like unaweza give up, usikie story ya mtu inaweza kumotivate. Yeah. Okay, na zaidi ya hiyo najua unakuanga camera person. Si watu wengi najua wajui. Mimi tu ndo najua kwa every episode yenye nafanyanga isipokuwa hii. Wewe ndo unakuanga behind the camera. Ulianza aje? Kamera. Acha niwaambie tu kweli sasa hapa kwa kamera. Wakati tu tumejoin first year campus, nikapatana na wewe nikiwa second semester. Ndo ukani introduce kwa hii kazi sasa ya camera work. Sikuwa najua anything kuhusu kamera. Nilikuwa tu na shoot anyhow, like venye unaweza pea mtu si hajazoea hizi mambo. So kuna venye ana shoot, ana shake, but venye nilikam kujuana na wewe, nikajua kushoot sio kushoot tu. Lazima ukuwe in a position, kitu yenye unashoot ni high quality, si kitu yani iko na distraction, kitu yani iko na quality ya juu, kitu yenye audience ya kiwatch huko nje anafurahia. Na ukifanya hiyo kazi, unasikianga aje? Kuna kitu wewe una learn mpya bado yenye si ati mimi nilikufunza, wewe mwenyewe ulidiscover. Na kuna zile vitu zingine zenye yani unaonanga tu kwa different occasions ukienda kushoot. Juu I'm sure si mimi peke yangu huwa una shoot. Kwa wale wengine huwa una learn nini? For me nimesoma vitu mingi. Kama hizo angles. Kuna content yenye inafaa ushoot from juu, ingine kando, sideways, unafaa uonyeshe huyu character, uonyeshe huyu. So na hizo movement za camera moso nimeran. Through kuwatch huwa na watch video mingi, ndo niweza kusoma hii kitu aliweza kuishoot aje, kwa nini akafanya hivi. So unapata most of the time huwa na spend kuwatch video mingi sana. Ndo ni gain hiyo knowledge mingi ya camera work. Yeah. So kwa hii journey ya content creation yote, maybe kuna kijana hapo anataka kuanza, maybe ametoka high school, hajui ile content atafanya. Wewe uliwezaje ku-identify kuna hiyo gap ya historia si historia, na kuna gap ya comedy yenye wewe ufanya? Ile ulianza na memes, utaambia wewe kijana nini? Pengine hajapata mtu wa kumwambia vile wewe mtu alikwambia instead of meme lords, unaweza ama hizo memes unaweza fanya comedy. Unaweza mwambia aje huyo kijana? Kama wewe uko hapo hivi na unataka kuanza content, kitu yenye kwanza iko kwa akili yako, yenye kama ni comedy, yenye kama ni show unataka kupiga, we make sure hiyo kitu umeidevelop. Kama ni kuishoot, usiseme nitaifanya sijui lini ama lini. Fanya at that time. Wakati uko na hiyo opportunity, fanya hiyo. Idea ikikama ati unataka kuimitate kama ni msanii, kuimitate kama ni journalist, we fanya hiyo kitu. Uwezi jua kama hiyo kitu yenye utashoot inaweza kutoa kwa block. Kama sahi hizi content zimetoa wase wengi kwa block through
kushoot kama Karuma Boy. Kuna mse mwingine huwa ana act na mokoro wake na unaona sana imeweza kuwatoa kwa block because of what wako na hiyo idea, kuna kitu wanaweza pass. Sana inasaidia sana pia creativity. Watu wanafurahia wakati wanaona kuna kitu creative ambayo inacreatiwa na mayouth. Alafu kuna hawa watu ufikiria ukikuja kufanya content umekuja kutafuta do na umekuja kutafuta fame, utawaambia nini? Juu si lazima ukuje uhit ama ukue famous. Na fame sana siku hizi inaenda ikienda sana, ukikuwa famous ni maybe 3 years. So utaambia hawa watu nini? Ukikuja kwa hii game, first of all kuja na passion. Kuwa na passion, yani kuna kitu unataka kuachieve, kuna kitu unataka kupass. Si lazima ati ukam ndo ukue celebrity. Unaweza determine content zangu nataka tu kupass hii message. Nataka kusomesha watu kitu fulani kuhusu hii na hii. Yenye through your content wase wengi wataran. Si lazima ati ukam ndo ati ukue famous. Wengine wanadhania tu watu wanafanya content ndo wakue famous. No, si kila mtu anafanya ndo wakue ati famous. Okay, your words to wale wase wengine wanafanya content. Wenye tu wanaendelea kufanya content, waendelee tu kupush industry ya content creation, iendelee tu kupanuka zaidi. Ndio at least create job opportunities kwa mayouth. Na through content creation at least inapunguza ile masaa mayouth wanaenda kutumia mihadarati, kufanya vitu immoral. Inasaidia sana. Okay, ni sawa. Umesikia inspiration kutoka kwa Siafu. Amesema anafanya mambo mingi sana zenye ana focus nazo kwa sahi. Bado ni student by the way, lakini yako na time ya kushoot hizo content zake. Kama ni comedy, kama ni hizo historia si historia, anawatafuta watu wanakuja wanakuinspire. Na leo pia tumesema akuje akufanyie hiyo inspiration. Imekuwa ni Mind and Mike Podcasts. I hope umebambika, I hope umesoma. Jina yangu ni Mwangi Mwaneki. Tupatane this Friday, same place, same time. Bye bye.